mimi na pressure uliangalia kwanza sura lake lile kama nkokwa. Sinaangalie mimi hapa. Hiyo pressure yako mimi hainihusu. Mjomba nimemkuta. Hayupo. Mume wangu kanifukuza nyumbani na mimba yake. Nini? Unasemaje? Yaani mimi mwenyewe mama mjumbe nimekaa hapa karibia miaka si 10. Sijawahi kubeba mimba hata siku hii moja. Wewe unatoka ulipotoka unakuja hapa unaniambia una mimba ya mume wangu? Wewe unachukulia poa, si ndio? Sasa kama una kizazi mimi nitajuaje? Usinijibu hivyo fala wewe. Liangalia kwanza sura lake. Kila bukasi kuna Nicki Minaj, liangalia sura lake kama kunguru. Kwa hiyo ndio mwanamke unatimia, si ndio? Unaita umalaya Tumehama kule, tumekuja hapa mtufuata hadi huko. Sasa ulikuja nikakufukuza siku ile nikakwambiaje? Sitaki ukaribu na mume wangu, umemuondoa kabebe mimba, umenitafuta laloni. Sasa nisikize nikwambie. Kaa hapo chini, nimsubiri yule kunguru mwenzio arudi hapa. Alafu leo ndo mtanieleza vizuri. Mtajua kama kachumbali ni mboga au kichembezo cha chipsi. Kaa chini. Wewe mama mjumbe kila siku unakuwa na shari. Sasa mimi leo sija na shari. Namsubiri hapa mume wako paka arudi. Aya kaa chini. Ndo nakaa. Jiangalie kwanza alipokuwa umalaya. Jana mkebovu, sura bovu afu nakupa umalaya. Kwa maana mimi moda umenichukulia poa, si ndio? Nyinyi mnanichukuliaje nyinyi? Mbona mnataka kunizoea? Huyu mwanaume amesikia mwanaume wote. Sasa leo nitawafurahisha. Kuba babake. Kumbe betri wrong. Kumbe betri wrong. Habari za saizi dada? Salama. Labda dada nianze kujitambulisha Kaziro. Mimi kwa majina naitwa Oscar Angelo Mtomboki. Natokea kampuni inaitwa Pesa Mpya Company Limited. Tunahusika na masuala ya mikopo. Sisi tunahusika na masuala ya mikopo ya chapu chapu au Tweyambe, Twejune. Tunaitwa Twejune. Tunasaidiana wale tunarudisha kwa wale ambao hawajiwezi, lakini pia tunatoa mikopo ya haraka sana. Sasa mikopo yetu dada yangu ni mikopo nafuu na unalipa taratibu. Haulipi kwa haraka Kaziro. Unalipa taratibu mpaka unapomaliza. Kwa mfano, ukikopa milioni 5, utalipa ndani ya miaka 5. Ukikopa milioni 10, unalipa ndani ya miaka 10. Hata ukikopa milioni 50, unalipa ndani ya miaka 50. Ukikopa milioni 100, hali kadhalika unalipa ndani ya miaka 100. Na ninakuhakikishia mikopo yako dada. Karibu. Yaani kwanza kaka ninashukuru. Kwa sababu yani kama Mungu tu amekuleta hapa kwangu, maana nina shida vibaya mno. Sasa swali langu nilikuwa nataka kujua kwenye huo mkopo, swala la riba linakuaje? Mfano labda nikakopa milioni 5. Riba yake inakuaje na inakuwa kwa muda gani? Labda hayo malipo naweza nikayafanya. Sasa mimi labda nikufafanulie Kaziro. Hapa hakuna cha riba. Riba ni dhambi. Sisi hatupokei riba. Sisi tunachotaka ni yule mteja wetu aliyekopa aweze kurudisha kwa wakati na taratibu. Hatumuharasi. Hatutaki kumharasi mteja. Sawa? Sasa ukikopa milioni 5 hiyo unayotaka kukopa, utalipa ndani ya miaka 5. Taratibu tu. Kwa hamna riba kabisa. Kaziro ni ngama zima. Yaani na kukopesha ndani ya miaka 5 unakuwa umelipa milioni 5. Basi mimi naomba mnipe mkopo wa milioni 5 kama kulipa ni ndani ya miaka 5. Unanifaa kabisa na unanitosha kabisa. Sawa, haina shida. Sasa hapa kwa utaratibu tulionao dada yangu, labda nikwambie utaratibu uliopo, tuna hizi form. Hizi form unatakiwa kujaza hii form. Hii ni form ya application of coopering. Yaani maana unapokuwa na kopa, ina maana unajaza details zako hapa. Baadaye tutachukua namba. Hiyo namba itaingia kwenye simu yako, italeta code number za huku. Ikileta zile code number mimi ndio nitajaza. Lakini hii form, kuilipia hii form ni shilingi 20,000. Kwa hiyo unatakiwa ulipie ada shilingi 20,000 ya kujiunga na mkopo. Sasa hapa kakaangu nisikudanganye. Humu ndani nimebakiwa na 10,000 tu na ndo hela yangu ya kula iliyobaki. Sina hela nyingine. Sasa dada yangu nataka kukopa Kaziro, nataka kukopa milioni 5 au hata shilingi 10 ndani. Sasa ila ngoja niangalie kwa sababu kutokana na hali yako Kaziro, njaa kuganyira, nitakusamee kidogo. Wewe sawa, leta hiyo shilingi 10,000, mimi nitazungumza nao wali, haina shida. Nitazungumza nao, leta hiyo 10,000 ili niweze kujazia chap chap. Fanya haraka haraka dada yangu, fanya haraka haraka. Muda ni mchache. Aro. Kama wamekopa milioni 20, watalipa ndani ya miaka 20. Sijibu lipo wazi Kaziro. Sisi hatutaki mambo ya riba. Tumeshakubaliana kwamba bana kampuni lazima iwe kubwa.
Pesa Mpya Company Limited ni kampuni kubwa Kaziro, inakopesha bila riba. Tunatoa mikopo ya chapu. Achana na mikopo hii mnatapeliwa kwenye online. Dada tayari umeleta hiyo 10,000. Sawa. Sasa nitakupigia wewe wapatie tu wa mkopo milioni 20, watalipa ndani ya miaka 20, hamna shida Kaziro. Unasikia sasa dadangu? Kwa hiyo hapa sasa hii form mnaanza kujaza details zako. Kuna code number inatakiwa ije kwenye simu yako, alafu uilete kwangu. Haya, hebu andika namba yangu ya simu hapo. Andika namba yangu ya simu. Haraka Kaziro, twende haraka. Watu ni wengi wanaohitaji mikopo Tanzania, tuna changamoto ndogo. 07. Sawa. Hapa namba yangu ni 0718468774. Na kitambulisho cha NIDA unacho? Nacho. Ila kipo ndani sasa. Kachukua haraka. Leta kitambulisho cha NIDA. Yagenzera ugumbweno namurire takuja kumbona. Urosha kurozonga. Hakuna wafadhali, so mkubwa so mtoto wote Betwiro. Usiombe ukaingia kingi bwana we, wakakuraghai mwisho wa siku upote. Matukio kila kukicha, kila siku linazuka jipya. Mrembo, nimefurahi sana kukuona hapa. Sina mengi sana kuongea, na machache naomba unisikilize. Unajua nimekufuatilia muda mwingi sana. Unajua ni mrembo sana. Pia ni mzuri. Mimi kwa kweli nimetokea kukupenda. Sikia, umechukua muda wangu mwingi kusikiliza, kumbe unaongea upumbavu. Mimi sikupendi na wala sikuhitaji. Kwanza, wewe sio type ya mwanaume ninamhitaji. Kwa hiyo sikupendi. Nimetumia muda wangu mwingi sana kukutafuta. Na kiukweli sina la kusema zaidi ya kwamba nakupenda. Unaposema unipendi ama sio mwanaume sahihi kwako, hujui mimi jinsi gani navyoumia. Hujui jinsi gani moyo wangu unauteseka. Mrembo, naomba tu nikubalie. Warau kidogo moyo wangu ujisikie faraja. Nadhani tukiendelea kuongea tutapikizana tukelele zisizo na maana. Nishakwambia sikupendi. Kaka, habari yako? Salama Kaziro, karibu. Samani, nimeelekezwa kwa huu mtaa anapatikana mjumbe, sijui unaweza kunisaidia? Wewe mjumbe unamfahamu ukimwona Kaziro? Hapana, simfahamu. Wewe unaonekana kabisa mgeni, na kuangalia kabisa unaonekana mgeni. Kwa hiyo una shida na mjumbe. Ulikuwa na shida gani? Nilikuwa nafuatilia leseni yangu. Sasa nimeambiwa niende na barua ya utambulisho kutoka kwa mjumbe. Ulikuwa unafuatilia leseni, unachaji barua ya utambulisho kutoka kwa mjumbe. Sawa. Sasa unapokuja sehemu kama hivi, wewe ni mgeni Kaziro na unaonekana kabisa bado ni mgeni. Wajumbe sisi tuna taratibu zetu. Na tukiwa kama wajumbe wa kamati kuu na wajumbe wa kamati za bodi, mjumbe mpya katika huu mtaa sasa hivi ni mimi Kaziro. Kwa hiyo kama ni mjumbe mpya, mimi nilitaka nikuambie kitu kimoja. Hapa barua ya utambulisho unaipata bure, hakuna shida yoyote kwa sababu tutaki wananchi wateseke. Ila changamoto inakuja kwenye swala la muhuri. Muhuri ni kitu binafsi. Ni cheo cha mjumbe. Kinaambatanishwa kwenye ile barua ya nini? Barua ya utambulisho wako. Kwa hiyo muhuri ndio utakaolipia, ila barua nitakupatia bure. Sawa Kaziro? Kuhusu swala la hela muhuri usijali kabisa, ile ondoa shaka. Gharama ya muhuri ni shilingi 10,000. Ndio nataka ulipia haraka ili niweze kufanyia usajili haraka. 10,000 ndio. Sawa. Haganiko magezi. Nituenda abantu nke nyomu mtaa. Tukukaraba abantu balikabura nitebena magezi. Wewe unatakiwa uko sensitive, uko creative. Naomba nitajie majina yako kamili haraka Kaziro. Naitwa Rema Michael. Una umri gani? Miaka 20. 20? Ndio. Umeshaolewa? Hapana. Unasubiri nini Kaziro, hujaolewa na wakati mkazi mzuri kabisa mkazi. Nini unaona kuwa mgore? Wewe unapendeza kabisa ukiwa mgore, yani unapendezea. Na umevaa nguo nzuri za kanisani na unaonekana una haiba ya mwanamke na processes za uoaji zinakuwa nyepesi. Muda wangu hujafika tu. Muda wangu ukifika nitaolewa. Muda ushafika. Nyewe wadada sasa hivi ndio hizo kauli zenu. Kila saa mnasema hujafika, muda hujafika. Huo muda unatoka wapi? Sawa, sasa sikiliza.
Hii karatasi unatakiwa sasa uende pale, kuna stationery pale. Naenda katoe photocopy, mwambie akutolee 2. Mwambie mjumbe ameniagiza nitolee photocopy 2 na vile akupige na vile vipicha vile vya nani? Vile vya nini? Vya passport size. Nazo. Sawa, utaambatanisha hapo sasa. Fanya haraka. Fanya haraka afu niletee hapa hivi. Ili nigonge mihuri. Haya. Fanya haraka. Abakazi Nkaba ni baba liko endwa. Yaani hao ndio wanaotakiwa sasa kwenye mtaa. Mtu amekuja ametoa 10,000. Anajua mimi nimesomaje, mimi wamenisomesha kwa shida wazazi wangu. Ukina mama walikuwa wanauzaga vierege, wanauza vihiso, wanakaa kule kijijini wanahangaika na mkaru hata miogo inakataa kuota. Nasoma kwa shida. Na tena nije nipate kwa shida. Rosha kurozonga. Mwacha aende akatafute huyo mjumbe atajua mwenyewe. Nishapata 10,000 hapa nimpelekee chibonge wangu akapike pilau kuku. Jamba kiroba, jamba kiroba, jamba kiroba. Hivyo umeleta huku kwanza, una uhakika wa kunipa hiyo hela yangu? Yaani kuhusu swala la hela, hapa kama benki, hela ipo kama yote. Yaani wewe fanya tu mchongo hapo, nipe mazingira alafu mengine endelee. Basi fanya hivi, nipe kwanza hiyo hela yangu mapema niishike hapa. Nikupe hela kabla kazi. Wewe vua kwanza alafu mimi hela nakupa. Kwanza haya maeneo leo nileta mimi sio adhi yangu. Inatakiwa uongeze hela. Yaani kulileta tu hapa uongeze hela. Sio adhi yangu kabisa. Mimi mwenyewe najua watu hivi sio vitu vyako, lakini ili likawa jambo la chapchapu. Sasa kwenda loji tena alafu tunatoa hela bure wakati kuna mazingira kama hivi ya bure tu. Wewe bwana jiandae, unanichanganya mzako tayari morali. Sasa jifanye unaniletea ujinga. Wewe ujinga mimi sina. Yaani nimekufuatilia kote, nimekufuatilia toka kule mpaka unaingia humu na yule dada. Si unanielewa vizuri? Kwa hiyo sinione mimi mpumbavu. Sinione mimi mjinga wewe mwanaume. Si unaelewa? Yaani unakuja kulala mking'ata na nyoka. Hiyo kesi umpe nani kama sio mimi? Unajua nani tukapita hapa? Nani atabeba majukumu kama sio mimi nakuuliza? Wewe una matatizo gani mume wangu lakini? Ndio maana urudi nyumbani. Yaani ndio maana urudi nyumbani kwa ajili ya hivyo vidada vidogo. Wewe uliziki? Kuna nishikaje nilikawa nafanya neema zoezi. Sasa nilikawa ndo napiga push up, nageuka hivi mtu yupo. Sasa nisikilize. Twende nyumbani ukanieleza yule alikuwa ni nani na mlikuwa mnataka kufanya nini. Si unanielewa vizuri? Hizo habari zako sio za mazoezi, sijui kulikuwa na nani mlikuwa mnataka kufanya mazoezi, sitozielewa. Mazoezi kata tumbo ndo tunataka kufanya gazi moja tu. Yani nilikawa na dakika 2 hapa. Nilikawa naye tunafanya mazoezi kata tumbo. Sasa nashangaa tena yayo mambo ya miujiza tena. Yaani leo utaniambia alikuwa ni nani yako. Hizo habari sijui tulikuwa tunafanya mazoezi, sijui kafanya nini. Twende bwana. Samani ndugu yangu. Nilikuwa naomba kuuliza hivi yule baba mwenye nyumba yako ndo mjumbe wa eneo hili sasa hivi? Baba mwenye nyumba gani? Yule ambaye siku tumekuja pale kwako kwenye maombi akatufumsha pale. Yule baba mwenye nyumba hana ujumbe wowote. Yaani yule tapeli wa kutupa. Sio wenyewe unajua kwa nini tumehama? Yaani kule ametuza tukiwa ndani ya nyumba. Imagine. Yaani tumeondoka pale hatuna chochote. Nimempa shilingi 10,000. Akanipa hizo karatasi. Nikatoe kopi. Narudi nakuta hayupo. Pole sana. Ushaliwa. Yaani hapo ushaliwa. Yaani yule ni tapeli. Yaani kama amesomea vile. Hata masuala basi ruhusi. Sasa nina masuala na wewe, mimi nakutana na wewe. Sasa nafanyaje? Unajua anapatikana? Kwake nafajua. Ila ngoja kwanza niende nyumbani afu nikirudi nitakupeleka. Saidie basi kwa hilo ndugu yangu, maana hela yangu kachukua. Sina hela nyingine tena. Haya basi ngoja mimi niende. Ila siku nyingine fikiria sana kabla hujafanya jambo. Kumbe betri roll. Kumbe betri roll. Mpaka dakika hii bwanako bado hajarudi nyumbani. Cha msingi na cha sekondari. Naomba uchukue begi lako uondoke sasa nikwende nyumbani kwangu. Siondoki kokote. Tena mwanamke hivyo kuna roho mbaya. Unajua kabisa mimi ni mjamzito na huyu mtoto wewe ndo mama mkubwa. Mimi mama mdogo hata kumpikia chakula. Koma binti.
Mimi na udugu na wewe? Mpaka ile jana ulioja nangu. We fala nini wewe? Nisikiza nikwambie sitaki nikuona nyumbani kwangu. Sasa hivi nakujazia nzi. Naomba uondoke. Sitoki sasa kokote. Kwa hiyo unabishana mimi? Sitoki. Wewe unasemaje? Nini Kaziro? Mbona mnataka kuuana? Nini kinaendelea hapa kwa mjumbe tena? Tena bora ulivyokuja. Umeona wewe mshenzi mwenzio Umeona alichokifanya? Ameshaharibu. Sasa nisikiliza nikwambie, nataka kujua muafaka ni nini. Karibu nini sasa Kaziro? Wawa ni mimba yapo. Matukio kila kukicha, kila siku linazuka jipya. Huyo bosi mwingine anajitafisa.